Habari za wakati huu, mbele yako naitwa Mwalimu Manyasi na hii ni channel ya Mwalimu Manyasi. Karibu tuendelee kujifunza. Naam, leo tunaendelea na kipindi kilichopita. Tuko kwenye sheria ya kubadilisha sentensi kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye indirect speech, na tunaendelea na ile sheria yetu namba 1, mabadiliko ya wakati, changes of tense, ambapo sasa tunaangalia wakati uliopita, changes of tense, especially past tense. Wakati uliopita umegawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza tunaliita ni simple past tense, yani wakati uliopita, hali ya mazoea, na kundi la pili tunaliita past continuous tense, yani wakati uliopita, hali ya kuendelea. Kundi la tatu tunaliita past perfect tense, yani wakati uliopita timilifu, na kundi la nne la mwisho linaitwa past perfect continuous, wakati uliopita, hali ya kuendelea timilifu, yani wakati uliopita ulioendelea kwa kipindi cha muda fulani lakini umekwisha kupita. Sasa sentensi ambazo ziko katika wakati uliopita zinapokuwa kwenye direct speech, tunapozibadilisha kuelekea kwenye direct speech ni lazima zibadilishe wakati. Tuanze na kundi la kwanza, simple present tense sentence. When they are changed to indirect speech, they always change to past perfect tense. Yani sentensi ambazo ziko katika wakati uliopita, hali ya mazoea, zinapobadilishwa kwenda kwenye direct speech zinabadilika na kwenda kwenye past perfect tense, yani kwenye wakati uliopita timilifu. Kwa mfano, sentensi inasema John said, John alisema, I killed a lion, niliua simba. Sentensi hiyo itabadilika na kuwa kwenye past perfect tense, wakati uliopita timilifu, ambapo itasomeka John said that, John alisema kuwa he had killed a lion, alikuwa ameua simba. So wakati huu ni wakati uliopita lakini umetimia, alikuwa ameua simba, yani wakati uliopita lakini ulikuwa umeshatimia tayari. Kwa tunasema alikuwa, John alisema kuwa yeye alikuwa ameua simba, kumbe alikwisha kumaliza tendo la kuua simba lakini kwenye wakati uliopita. Kundi la pili la past tense ni past continuous tense. Past continuous tense tunasema ni wakati uliopita endelevu au wakati uliopita hali ya kuendelea. Sentensi inapokuwa kwenye wakati uliopita hali ya kuendelea, ikienda kwenye direct speech itabadilika na kuwa past perfect continuous tense, yani wakati uliopita endelevu timilifu. Mfano, Nelson said, Nelson alisema, I was playing netball, mimi nilikuwa ninacheza mpira wa pete. Mimi nilikuwa ninacheza mpira wa pete. Sasa ukiangalia sentensi yetu hii iko kwenye wakati uliopita hali ya kuendelea. Inapobadilika kwenda kwenye direct speech itabadilika na kuwa kwenye past perfect continuous tense, yani wakati uliopita endelevu timilifu, ambapo ikasomeka Nelson said that he had been playing netball. Nelson alisema kuwa yeye amekuwa anacheza mpira. Kwa hiyo ni wakati uliopita endelevu timilifu. Nelson alisema kuwa yeye alikuwa amecheza mpira. Next, sentensi iliyopo kwenye kundi la tatu tunasema past perfect tense. Sentensi zilizoko kwenye wakati uliopita timilifu huwa zikipelekwa kwenye indirect speech zina remain unchanged, yani zinabaki bila kubadilishwa, zinabaki kama zilivyo. Wakati utabaki kama ulivyo, ila mabadiliko mengine yatafanyika, lakini wakati tense lazima itabaki kama
ilivyo. Kama ilikuwa past perfect, basi itabaki kuwa past perfect. Ndio maana ya remain unchanged, ubaki bila kubadilishwa. Mfano, she had killed a lion, Joel said. Yeye alikuwa ameua simba. Yeye alikuwa ameua simba. Alikuwa ameua simba, Joel alisema. Tunapoibadilisha kwenda kwenye direct speech, tutabadilisha mabadiliko ya structure, kwamba muonekano wake utabadilika, ambapo tutaanza na Joel said, funga semi pamoja na mkato zitaondoka, tutaweka na that, mabadiliko yale lazima, lakini kwenye tense ita remain unchanged, wakati utabaki kama ulivyo, hautabadilika. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa, sentensi iliyopo kwenye mabano haya, kwenye fungua na funga semi, itabaki kama ilivyo, ndio tunasema remain unchanged. Kwa hiyo itakuwa Joel said that she had killed a lion. Kwa tunaona she had killed a lion imebaki kama ilivyo, kwa tunasema remain unchanged. Kwa hiyo sasa narudia kwa kusema sentensi iliyopo kwenye past perfect tense inapobadilika kwenda kwenye direct speech ina remain unchanged. Kwa hiyo itasomeka kama ilivyo kule. Kundi la 4 tuna past perfect continuous tense, wakati uliopita endelevu timilifu. Kwa sentensi inapokuwa kwenye wakati uliopita endelevu timilifu, inapobadilishwa kwenda kwenye direct speech, na yenyewe pia ina remain unchanged, itabaki kama ilivyo, haitabadilika. Kwa hiyo sasa tunao mfano wa sentensi hiyo hapa ambao unasema Martha said. Martha alisema, we had been doing exams the whole term. Tumekuwa tunafanya mtihani term nzima. Kwenye direct speech itabadilika na kusema itabaki kama ilivyokuwa huku, itasomeka Martha alisema kwamba wao walikuwa wanafanya mtihani muhula mzima. Wao walikuwa wanafanya mtihani muhula mzima. Kwa hiyo inakuwa kwenye namna hii. Na kwa leo sasa ninaweza kumaliza kwa kusema tunapobadilisha sentensi kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye direct speech, hususan sentensi ambazo ziko katika wakati uliopita, basi sentensi iliyo kwenye simple past itabadilika kuwa kwenda kwenye past perfect tense, lakini sentensi iliyopo kwenye past continuous itabadilika na kuwa past perfect continuous tense, lakini sentensi iliyopo kwenye past perfect itakuwa haibadiliki, na sentensi ambayo itakuwa kwenye past perfect continuous na yenyewe itakuwa haibadiliki. Kwa hiyo wakati utabaki kama ulivyo, ila mabadiliko mengine yatabadilika. Mfano, mabadiliko ya structure, muonekano wa sentensi kama tulivyojifunza, fungua na funga semi hazitakuwepo. Kwa hiyo mabadiliko hayo lazima yatokee. Mabadiliko ya viwakilishi kama ambavyo tumesema hapa, kuna we imebadilika kwa they. Mabadiliko kama lazima yatokee, lakini wakati uta remain unchanged kwenye past perfect na past perfect continuous tense. Tunafikia tamati ya kipindi cha leo, na nikuombe usisahau subscribe, comment na share. Karibu sana.